Karibu kwenye somo hili muhimu kuhusu kibali cha Mungu. Somo hili linalenga kueleza maana ya kibali cha Mungu, jinsi kinavyofanya kazi katika maisha yetu na jinsi tunavyoweza kukipata na kukiishi. Kibali cha Mungu si tu hisia au bahati nasibu, bali ni neema na upendeleo wa kimungu unaofungua milango isiyowezekana kwa wanadamu. Sasa, nini maana ya kibali cha Mungu? Tunaposema kibali ni hali ya kukubalika, kupendwa au kupewa upendeleo maalum katika muktadha wa kiroho. Kibali cha Mungu ni upendeleo wa kimungu, ni neema, ni baraka ambazo Mungu anaamua kuziachilia kwa mtu, au ni uwezo unaotoka kwa Mungu wa kiroho ambao unamfanya mwanadamu aweze kusimama kiuchumi, aweze kusimama kielimu, aweze kusimama kijamii, aweze kusimama kiroho. Kibali halisi hutoka kwa Mungu mwenyewe. Sasa, kama kibali kinamfanya mtu aweze kusimama kiuchumi, maana yake kibali cha Mungu kinafungua milango isiyowezekana. Milango isiyowezekana kwa maana gani? Kama uchumi wako ulikuwa umefungwa, Mungu anapokupa kibali anaenda kuachilia kufungua uchumi ulioshikiliwa kwa muda mrefu. Kama ulikuwa umeshikiliwa mahusiano yako na jamii, unapopata kibali cha Mungu unaenda kukubalika. Kama kibali chako kilikuwa kimeshikiliwa kwenye masuala ya kiroho, kila unapotaka kupiga hatua unashindwa. Maana yake unapopata kibali sasa unaweza kupiga hatua na ukaonekana kwamba wewe ni mtu ambaye umepata kibali halisi kutoka kwa Mungu mwenyewe. Oh, haleluya, haleluya. Na wakati mwingine tunasema nguvu zetu za kibinadamu zinapofika mwisho, akili au rasilimali zinapofika kikomo, umetumia fedha zako zimekwisha, umetumia maneno yako yamekwisha, umetumia elimu ulionayo imefika kikomo, Mungu anaingilia kati na kukuwezesha wewe kufanya mambo yaliyoonekana kwamba hayawezekani kwa wakati huo, na ndiyo hicho tunaita ni kibali ambacho Mungu anakuwa amekifungulia kwenye maisha yako. Saa nyingine tunasema kibali ni nguvu inayobadilisha hali ngumu kuwa fursa na vikwazo katika daraja la mafanikio. Oh, glory to God, glory to God. Natamani Mungu akufafanulie, Mungu akusaidie kuelewa kwamba tunapozungumzia kibali sio jambo la kuonekana, sio jambo ambalo mtu anaweza akalitengeneza. Kibali ni kitu special kinachotoka kwa Mungu. Pale mambo yako yanaposhindikana ndipo kibali cha Mungu kinapoanza kufanya kazi. Sasa tuangalie kitabu cha Mithali ile sura ya 19 mstari wa 21. Ukiangalia katika kitabu cha Mithali sura ya 19:21, neno la Bwana linasema, mtu akiweka nia moyoni mwake hatakiwi kukatishwa tamaa, bali utimizaji wa mapenzi hutoka kwa Bwana. Nini maana yake? Utimizaji wa mapenzi hutoka kwa Bwana. Mtu anapoweka nia moyoni mwake, mtu anapotaka kufanya jambo lazima aweke nia. Unapoweka nia, Mungu anakuja kutimiza. Tunasema maandalio ya moyo ni ya mwanadamu, bali jawabu la ulimi hutoka kwa Mungu mwenyewe. Kwamba maandalio ya moyo wa mtu ndio ambayo Mungu anasimama kwenda kuyatekeleza. Mungu hawezi kutekeleza kitu ambacho hakijaandaliwa wala hakiwezi kutoka moyoni.
Mungu anaangalia wewe umejipangaje katika hilo kusudio. Wewe dada, Mungu anaangalia ni jinsi gani ulipojipanga kwenda kukabili ndoa yako. Wewe kaka, Mungu anaangalia ni jinsi gani ulivyojiweka kwa ajili ya kwenda kukabili ndoa yako. Wewe kijana, Mungu anaangalia ni jinsi gani ulivyojiandaa kwa ajili ya kwenda kukabili uchumi wako, na yeye anaachilia kibali katika kile kitu ambacho wewe umeamini unaweza kukifanya. Glory to God. Na kuombea kwa Mungu leo aende kukufungulia kibali katika kitu ambacho wewe unakiona kwamba kinafaa. Mungu akakupe uwezo wa kukufunulia kitu hicho, akakupe kibali cha kufanikiwa katika maisha yako. Glory to God. Glory to God. Kitabu cha Zaburi 119 mstari wa 105 kinasema, neno la Mungu ni mwanga. Tafsiri ya neno la Mungu ni mwanga ni nini? Neno la Mungu linadumisha kibali. Sasa ni muhimu kuishi kulingana na neno la Mungu. Kwa maana gani tunaishi kulingana na neno lake? Kwa sababu neno lake ni mwanga. Na kama ni mwanga, maana yake ndio msingi wa maisha yetu, na linatupa hekima na uelewa wa kutembea katika njia ambazo Mungu alitamani tutembee. Tunapoangalia kitabu cha Samueli kwanza sura ya 2 mstari 26, na Bwana anasema, na mtoto Samueli akazidi kukua, akapata kibali kwa Bwana na kwa wanadamu pia. Ukisoma katika mistari hii pamoja na Mithali sura 3 mstari wa 4 anasema, ndivyo utakavyopata kibali na akili nzuri mbele za Mungu na mbele za mwanadamu. Lakini pia kitabu cha Luka anasema, na Yesu akazidi kukua katika hekima na kimo, akimpendeza Mungu na wanadamu. Ukisoma Timotheo wa pili sura ya 2 mstari wa 15 anasema, jitahidi kujionyesha kuwa umekubaliwa na Mungu, mfanya kazi asiye na sababu ya kujitayarisha, ukitumia kwa halali neno la kweli. Mistari yote hii unaona ni jinsi gani ambavyo hawa watu kabla ya kukubalika mbele za Mungu, kabla ya kupata kibali mbele za Mungu, walikuwa wamejiandaa. Mungu anaachilia kibali kwa mtu aliyejiandaa. Katika ibada, ukitaka Mungu aachilie kibali kwako, hakikisha umeandaa moyo wako kwa ajili ya ibada unayoiendea. Hakikisha kwenye ibada umejiandaa. Kuna sadaka umeiandaa, unamwambia Mungu, nimeandaa sadaka yangu. Mungu anaachilia kibali. Unaenda kanisani, nafika unamwambia Mungu, ninaenda kwenye ibada, sina chochote, lakini ninaenda kukuletea moyo wangu. Unaomba kwa Mungu akurehemu kwa jinsi ambavyo unaingia madhabahuni kwake kwa sikio. Mungu anaenda kuachilia kibali. Kama kibali chako kikiwa kinaelekea kwenye eneo la uchumi, Mungu atakugusa kwenye eneo la uchumi na atakufungulia milango ya mafanikio, hata kama ukwenda na chochote mbele zake. Kwa maana Mungu anasema yeye ni Mungu wa wote. Kwa hiyo wewe usione kwamba hauna kibali wala Mungu hajakupendelea. Amua kunyoosha hatua, amua kupiga hatua kusogea mbele za Mungu ili Mungu akakukumbuke. Tazama yule mlemavu aliyekuwa amekaa pembeni ya kisima, ambaye alisubiria kupata kibali mbele za Mungu. Mungu akamwambia, utayari wako uliokuwa nao, huo utayari wako ndio uponyaji wako. Yesu alipomkuta jirani ya kisima akamwambia, nenda beba godoro lako uondoke. Akashangaa kwa nini abebe godoro lake aondoke? Kwa sababu kinachotafutwa ili uweze kupata kibali, moyo wa kwako unasema nini? Moyo wa kwako unasema nini? Sasa leo nataka nikupe pointi chache ambazo zitakusaidia wewe uweze kupata kibali. Pointi ya kwanza, jitahidi kuishi katika neno la Mungu. Mungu kama amesema kitu kwamba hichi kitu endapo utakifanya kwa usahihi utakipata, amini kwamba utakipata. Usiwe mtu ukata tamaa. Lakini jambo la pili, kuwa na moyo safi na nia njema. Usiwatendee watu wengine mabaya. Usiwe mtu wa kuwa na mambo ya ovyo. Usiwe mtu wa kuwa na nia mbaya, unamwomba Mungu akupe ili ukawaumize wengine. Sio sawa. Unaenda kumwomba Mungu upate ili waonyeshe watu wengine kwamba unacho. Hapana. Mungu anatamani uwe na nia njema ili yeye aweze kuachilia kibali chake mbele zako.
Jambo lingine, endelea kumtii na kumcha Mungu. Kuna watu wanapata vibali, wanaacha kumtii Mungu. Mtu anapata kibali, anamsahau Mungu. Mungu, moja kati ya kanuni ambazo anasimama nazo sana ni kuendelea kumtii yeye na kumcha. Shetani alifukuzwa, alikuwa mbinguni, lakini alifukuzwa akarudi duniani kwa sababu hakuweza kumtii Mungu wala kumcha. Kwa hiyo hata wewe, Mungu akikupa kibali, maana yake ni kwamba anataka uendelee kumtii na kumcha yeye. Jitahidi na kufanya kazi kwa bidii, lakini mwisho kuwa na mpango. Kuwa na mpango wa hilo jambo ambalo unatamani Mungu aachilie kibali chake kwako. Utakapofanya mambo yote haya, kuna mambo kadhaa yanaweza kutokea. Jambo la kwanza ni uwezekano wa jambo hilo kutokea. Lakini jambo la pili ni mafanikio. Kufanikiwa kwa jambo husika ulilomwomba Mungu. Lakini jambo la tatu ni upendeleo. Kuna watu wanatamani kupata nafasi fulani, lakini Mungu hajawapa huo upendeleo. Kwa hiyo Mungu anaweza akaamua kukupa huo upendeleo wewe. Mungu anapokupa upendeleo wewe, maana yake ni kwamba ameachilia kibali kwako. Lakini sio upendeleo peke yake, anaweza kuangalia hatima yako akakupa ulinzi pia. Mungu akikulinda unaweza kufanikisha jambo lako. Lakini pia Mungu haishii hapo, anakupa amani na furaha katika kuhitimisha kitu ambacho yeye amekiweka ndani yako. Kwa hiyo kibali cha Mungu ni zawadi isiyo na kifani, ambayo inaweza kubadilisha kabisa mkondo wa maisha yako. Ni muhimu kuelewa, kutafuta na kudumisha kibali hiki kwa kuishi kulingana na Mungu, kuwa na moyo safi na kumtii yeye. Kufanya hivyo, tutashuhudia milango isiyowezekana ikifunguka na maisha yetu yakijaa uwezekano na baraka.